siatilika ndateka 11 na ende ndi utungia movia muno nundu wa kwithiwa naitu nthini wa kameme kama visa kama Tongo TV twamba uthio radio ni vanini na ende ni twacokethia na ni na utho cha ende thani wa muthi ti 13 na nisya maundu makonetie ukuni wa kura wandikithia wa akuni eo makura kisio ni chenyu andu asone mavikie bwe mwene ni wiyandikithitie na ende ti 13 na maovisa kuma IEBC ni methema itutabia mathukumela kundu kwiva na ende kupikia bo ni mavikie tela target yendekete ya akuni makura nitwa Caroline Mwene wa Muteti nina utho cha nthini wa kilungu kino tutumie kulo yaku kukonia chongo cha kana topic itu ya omunthi nikenda wibaya musini withe ni wisi ni wiyandikithite kana ketha ndu yandikithite wailite kwikata nikenda come 2027 without ona kukuna kura ikulo yako na woni wako ningwitha ndiwo saa nambani ya ile 3 kana mitandaoni yitu ya mikumu kanili alama kula sanga likoni ya Facebook ni Mutongo TV na ngalikoni ya YouTube ni Mutongo TV /FM official nina utho chana ende yu tete kwa nanganda tekani ende tithoche aini maitu maumunthi matutabye meta wa ata maumite ba makuna ya weba nthini wanze mesu ya usakwani na mibaka kana IEBC na ende nenda tambelelio baya basanga tukethie kana kenya museisa witu wa munthi na ende tunenga small introduction yaku na ende uthukumelanga likoni siba. Asanti Karo kwesirwa nitawa Alice Kimani ni thandi thukuma na IEBC Independent Electoral and Boundaries Commission ninye niungamie Machakos Town Constituency na kwevinda jiji ninye registration officer wa Machakos Town Constituency ni votu endeesie exercise ino ya kuandikithia akuni makula. Asanti. Aha, nende museisa mwendo yu nitoka ngalikoni ya mweni witu wa keli na no tuwekea omunthi tinena Kiswahili kisungu kidogo na kikamba na ndo mweni witu wa keli ndese kikamba ende tiliko Kiswahili banini na ende tuweke tumekuja kwako tafadhali tuambie jina yako unafanya kazi gani kwa IEBC na kitengo gani? Kwa majina naitwa Marvin Munga na nafanya na IEBC constituency ya Kathiani. Mimi kwa sasa ni registration officer ama msajili wa piga kura na tunaendeleza hii exercise ambayo ilianza tarehe 30 mwezi wa 3 na tunatumai itaisha tarehe 28 mwezi wa 4. Asante. That is kesho. Yes, kesho. Karibu nyinyi wote. Na ende museisa mwendwa nienda mwonekana iseso yini yambi yina methani wa oni ni yuthela indi ketha ndu yandikithite tukese kwiwa tuluwa cia ini yebitie maobisi ni ma IEBC mandana namo wibala wikala wendoke ukaende na kwiyandikitha tamukuni wa kura wae momo na butu ine ndukese kwa seso ni tharile ni jitha yendeya na indi mondo asu onthe maobisa aya ni metha maitu tabia na indi kana mbie kwa mundu Alice kubikia bon tui ando ni maende na kwiyandikithia meno tuluka na wiona ngata generally andu ni matetite kwiyandikithia muno ta Gen Z ala meta wa Gen Z ni muika ni maende kwiyandikithia onesa na imatatite na tondu twi Masaku County nenda uweta uluwa Masaku County nasie mbikaya iyo nitubikite 93%. Kuku kuona nyakana andu imeyumilite nesa makeyandikithia muno tandu amamuika lakini timo mamuika memo kama yandikithite no abula nupe andu ange mai akoma taimai yandikithia na itubikite kumabikia na nomo ona moni mesi nimethitwe me yandikithite. Okay. Munga kule Kathiani wangapo wamejiandikisha na age group ni gani ambayo imejiandikisha sana? Kwa sasa tumefikisha 76%. That is 76. 76.3%. Na watu wengi ambao wamejisajili ni vijana. So kuna watu ambao wako tunasema ni wazee ambao bado hawako wamejisajili lakini tunaendelea kuwasajili. We are doing what we call a door-to-door policy. Sababu wakongwe kidogo inakuwa ni vigumu wao kuweza kufika ama kutembea kwa safari ndefu. So tunajaribu haswa kuwafikia kwa manyumba zao. Okay. Yes. Alice amesema 93% Machakos County. Machakos County at yes, large. Yes.
Oh, Kathiani is still in Machakos County. Yes. Okay, kwa hivyo 73 in ya Kathiani constituency. 76% ni ya Kathiani constituency. But Machakos yote ni 93. Yes. As a county. Ni chao kiutuma twasia the 7%. Nondo nenisi tuenda kwitha na 100%. Ako ni on the makula moke ma 100%. A 7 ni chao kiutuma endi matoka kwiyandikithia kana ni mathina meba yuwe wasise we yuta we official wa ABC kila kiutuma andu mate yumile kwiyandikithia ni chao. Na asante ndanambo bikabu kwa mathina ni ndanambo elesia musia isia witukana thini wa Machakos County ni betha 8 constituencies na constituencies kwa Kikamba ndinambo mameondu tu kwasia Kiliombunge ni betha Iliombunge nisithana plural Iliombunge nyanya haya na pe kanambe kuiweta pe Mavoko pe Machakos Town constituency pe Yata pe Masinga pe Mwala pe Kangundo pe Matungulu na pe Kathiani isu nisiokanana na ndini wa isu Iliombunge sinana kila mundu ena pala ubikite na niboni kwamba mention ndanamba kukia kwa challenge kwa Mavoko bikia yetho ni mabikite 1 or 2% kuli kwase ni exceedite target yo haya Machakos Town constituency bikia yeyo may 116% ona moni ma exceedite Machakos Town constituency niyo yakwa niboni ungamite aya tu yata ni 120% ona moni ma exceedite target yo tu masinga ma 83.3% makile kubikia target yo na ini simbikia yauni tukaweza tuya yange wa ingi haya Mwala me 70% ona mono mawakite towards kwa achieve targets yo haya Kangundo me 80.68% ona moti omeka kamuite tuina Matungulu 85.7% ona mono omeka kamuite na indi tuina Kathiani bako ligwa kwa niwase na 76%. Yu usuli wo utalo wa kila constituency dini wa the county. Kwa naundu meyandikithiti. Nikenda yu iko kaika tunenga 93.7% yu ya hii county yonde. Haya yu kwa challenges. Challenges ila tuitha tu face yete mbingi. Number 1 ninge waya ibandi. Kwina ibandi mbingi si kuta hata Huduma Center na maubisi ni kunenga ni ibandi itabikia mwene ula wa apply ibandi ni processed but sinamba koswa na ibandi isusyo ndeka eka nimbose omuthi tuitha tuye yange wengi masako titha tibitukisie haya kindu kingi nonete ki challenge kwina voter apathy ni la withia andu maina interest na nge wajitu Mena interest na kwiyandikithia na wakulia mundu ni mautabasi asindu mbingi umwene utonye okutabia hii akaukulia hii ilani komanite nayo muno in the field ni mandi ya mundu uya ukethia ndinamba kuelewa asiata haya ange makasi hii ni tu masakuwa na tu masakuwa tuyemona kwa katamba usiokoba yani ukethia mundu wende interested kwiyandikithia tamukuni wakula nundu wakwithiwa maybe ndenda usakuwa mutongo ula ukwendeka kana we mwene okwenda pena kindu chunde kwenda usakwa mutongo kana pe undu kwigwa musakwa tita mutethia yuji sio tukomanite nasyo ground ukesa hivi there is a lot of voter apathy maye kwenda maye interested na twasa no ignorance in a way no yithia no tu manenya nikenda maende kuelewa neyandikithia ndikasa kuana na nasa kuana mundu uyuti woketha mutongo iwitu nitu ikalo tuimaelesya ukethia tuimea kindu kiilu no mpaka usakwe mundu wow turudi kwa Munga pale kwa hiyo constituency ya Kathiani Madam Alice ametuelezea zile shida ambazo zina make hiyo target wasifikie ya 100% kwako ni 73 au wengi 76 au 24 wanapotelea wapi? Kitu cha kwanza kuna vijana ambao wali register ndio waweze kupata vitambulisho ndio
kuna wengi wao ambao bado vitambulisho hawajafanya nini, hawajakuwa process, kwa hivyo hawajapata, hawana vitambulisho. Kwa hivyo wakati tunajitokeza kuwasajili wanakuja na nini, na waiting card. Ni kitu cha kwanza. Changamoto nyingine ni kwamba lakini waiting inafanya waiting haifanyi. Lazima uwe na original ID card ama original. Sasa kama youth basi ako na waiting sio ID, haizi jiandikisha. Okay. I think hiyo inakuwa ni challenge moja. Kuna pia mambo ya voter apathy. Vijana wanasema wamechoka na mambo ya uongozi. Hawezi tafutia mtu mwingine kazi. Unaona? Sasa hiyo pia inakuwa ni changamoto. But hatuja relent, hatuja kufa moyo, tunaendelea kuwarai na kueleza umuhimu wao wa kufanya nini, wa kuchukua kura na kuweza kuparticipate in the democratic process. Alafu nyingine ni challenge nyingine imekuwa ni unakuta pia vijana wengi kama Kathiani. Because the main activity ni ukulima. Sasa vijana wakati vijana wanamaliza kufanya kazi, wanamaliza shule kama form 4, wanaenda town zingine kubwa kama either Machakos, Mombasa, Nairobi kujitafutia riziki. So vijana pia wengi unakuta wako around, wako sehemu nyingine. Lakini pia kule sehemu nyingine, sababu we have the kids are open, kumaanisha as long as mtu amehitimu miaka 18 na ako na kitambulisho, anaweza sajiliwa mahali popote Kenya. Kwa hivyo atakiwa Mombasa bado atafanya nini? Atasajiliwa. Jana wanafunzi wa Machakos University walikuwa nasema kama wanaweza ongezewa muda wa kuendelea kujisajili. Na mimi nauliza, kuna wale ambao wako na hizo waiting card. Wewe ukiulizwa hizo centers ambazo zimehold bado ID zao, because come 2027 out lazima wapige kura, utawaeleza nini? Kitu ningesema, unajua process ilianza tarehe 30 mwezi wa 3 na itaisha tarehe 28 mwezi wa 4 ambayo ni kesho. Lakini kisha hiyo inaitwa enhanced voter continuous voter registration. Wakati itaisha bado kutakuwa na kitu nitangwa continuous voter registration. Usajili wa wapiga kura utaendelea kote Kenya mzima, lakini kwa all constituencies offices. Kwa hivyo the process bado itaendelea. Yes, kwa hivyo vijana pia hata wakipata vitambulisho bado wanaweza tembelea ofisi za constituency Kenya mzima za IBC na bado wataendelea kusajiliwa. Yes. Wasiseme hii imewapita. Wasiseme hii imewapita. Maybe next year around January wanaweza kuwa na ID zao. So waendelee kujisajili. Waendelee kujisajili. Okay. Hizo shida ambazo umesema ni the same tu na shida ambazo ziko Machakos. Sijui kama Alice kuna shida nyingine unaweza sema hii nayo imesumbua sana. Hakuna shida naweza sema imesumbua sana because tumejaribu kufikia the eligible voters, we call them eligible voters. Tumeweza kuwafikia because tumetengeneza strategies za kuwafikia. Tumeenda hiyo door to door. Kama uko nyumbani kwako wewe unalima, sisi tutakuja. Masaa ya kulima mostly inaishanga saa 7. Tuko na wewe sasa tukusajili. Haya. Hawa wanafunzi wangu wa Machakos University kutoka tuanze hii activity, hata before niliweka kit Machakos University. Kwanza niko na kit 3. Zinakaa hapo asubuhi jioni for all those days. So mwenye alikuwa anahitaji kusajiliwa amejisajili. Lakini kwa hao wenye maybe mtu wako amepata ID yake, hata vile colleague wangu amesema asife moyo. Hii process ni continuous. Tukimaliza hii ya enhanced continuous voter registration, in short naita huduma mashinani. Tumepelekea mwananchi huduma mashinani. Tukimaliza hii ya huduma mashinani yenye inaisha kesho, tutaendelea na kusajili wapiga kura kwa maofisi zetu. Ofisi zote za IEBC countrywide. Tutakuwa tu tunaendelea kusajili watu. So watu wajitokeze. Na hapo kuna kategori nyingine wale wanataka kubadilisha vituo vyao. Ama mtu labda amebadilisha jina lake, amepata jina mpya, ama ameondoa jina katika ID yake.
hiyo huduma inapatikana kwa maofisi peke yake. Makarani walio huko mashinani hawapatiani hiyo huduma. Hiyo ni sheria ambayo transfer zinafaa kufanywa na registration officer. Na registration officer anapatikana kwa ofisi. Kwa hivyo mwananchi jitokeze, uje ubadilishe kituo chako. Kama ulikuwa Nairobi, ama ulikuwa Meru, ama ulikuwa diaspora, umekuja Kenya, kuja kwa ofisi yetu ya Machakos, ama mahali unataka kubadilishiwa upigie kura. Kama unataka kupigia kura Kadhiani, utaenda kwa ofisi ya Kadhiani. Kama unataka kupigia kura Kangundo, utaenda kwa ofisi ya Kangundo. Kama unataka kupigia kura Nakuru, utaenda kwa ofisi ya Nakuru. Okay. Nina maswali mbili. Kuna wale ambao walijisajili kitambo kuwa wapiga kura. Si hawa new wenye wanaendelea kupiga. Sasa hao mtu akiwa nyumbani, kuna vile anaweza bonyeza kwenye simu angalie kweli mimi am registered voter, ama lazima pia uende kwenye vituo za IEBC? Asante. Kwa hao wenye walijisajili na mtu anataka kujua niko kwa system, hiyo ndio swali tunapata. Yes, tuko na portal. Portal ni mtandao, ama I think labda niite hiyo mtandao. Kuna portal inaitwa Verify@IEBC. Ukienda tu kwa Google, ukienda kwa browser yako, browser yako could be Google ama Firefox, ile kitu unatumia, ama Edge, ile search engine unatumia. Ukienda kwa hiyo, you type verify, hata yenyewe inakumalizia iebc.or.ke. Then ukiklik hapo kwa hiyo link, itakufungulia page yenye itahitaji uweke ID namba yako na mwaka wako wa kuzaliwa. Ukiweka hiyo, itakuleta wewe mwenyewe, wewe na mahali ambapo umejisajili, mahali ambapo utapigia kura. Wow, nice. Yes. Hapo kuna vitu mbili ambavyo tunafaa kupatia tu. Kuna difference. Kuna wale wa kitambo already ni registered members, voters that is. Usiende hapo uanze kusema unataka kuregister mara ya pili. Enda kwa hiyo umesema either Google ama any search engine unatumia. Angalia hapo kama already uko kwa system. Lakini kama wewe ni new member, already ukitu ikujui, ngojea clerk akuje akuingize kwa system, ama uende kwa ofisi ya IEBC kama utachelewa. Ni hivyo. Hata huyo clerk akusajili kama hajaangalia. Clerk anajua, tumewafunza vizuri. Walifunzwa mafunzo ya jinsi ya kwenda kusajili watu. So anajua akipata hiyo ID, the first thing ni kusearch huyo voter. Alafu sasa anaendelea na procedure yake ya kuregister. So atajua wewe uko kwa system ama uko kwa system. Alafu sasa ataendelea na kazi yake. Wow. Munga, yes. Umesikia wakisema tuko kadi? Ndio. Na wakakuja sasa huku ndani washa confirm tuko kadi ama tuko kadi. Now, ubaya ama it affect aje 2027 elections kama watu ama wanarika hawatakuwa kadi? Kitu cha kwanza naweza sema ni kwamba kisheria under article 38 kuna kitu inaitwa political rights. Kila Mkenya ana uhuru wa kuweza kuparticipate kwa kupiga kura na kujichagulia viongozi ambao wanawataka, ama pia ukitaka pia kuparticipate either kuchaguliwa katika any of the 6 political vacancies, lazima kwanza uwe umesajiliwa kama mpiga kura. Kuna vijana ambao wangetaka maybe kuwa viongozi wa kesho, na jukumu la kwanza lazima uwe umesajiliwa. Kuna vijana pia wangependa ku take part ama kuparticipate kuchagua viongozi wapya. Sababu kuna ile manunguniko ya kwamba ati maybe kuna viongozi fulani ambao wamewafail. Sasa ndio waweze kuparticipate, lazima kitu kwanza chukue that initiative na waweze kusajiliwa kama wapiga kura. Unaona? So vile pia the turnout ya vile vijana wataweza kupiga kura itategemea na vile wataweza kujisajili. Now, swali langu ni suppose au vijana hawajakuja kujisajili kama wapiga kura. Will it affect the 2027 elections? Let me say that it will not affect. Because it will not affect
in this way. Okay. Unajua katika sajili ya wapiga kura ama the register inakuwa composed na different categories ama age groups. Kuna wazee, kuna vijana, kuna watu middle. Okay? So kama vijana hawatajitokeza kupiga kura, kuna other categories of people who will still participate. However, tunarai vijana waweze kujitokeza. Waweze kujitokeza, wajisajili. Ukishajisajili ndio waweze kuparticipate na the general process ya election. Kuna wale vijana wanasema tunataka mtu fulani ama tunataka mmoja wetu awe kiongozi wetu. Lakini huyo hawezi timiza hilo lengo lao kama hawajajitokeza kufanya nini? Kupiga kura. Alice, nina swali. Yes. Sasa kama target ya my youth itakuwa wenye wamejisajili, itakuwa of course 100%, lakini wamekuja 40%. It affect 2027 elections. Mungu ametuambia it affect in any way. Kwako it affect? Haiwezi affect because hawa watu wengine wamejisajili wako na right ya kuenda kuvote hata kama utokezei. Na hapo ndio nitasema kuna msomi alisema bad leaders are elected by people who do not vote. So mimi ninaambia vijana wakija kwa ofisi yangu nikipatana na wao, uko kadi, umekadishwa, uko kadi na utapiga kura. Hiyo ndio ninawaambia waseme. Usiniambie tu uko kadi na ishe hapo. Niko kadi na nitapiga kura. Because vile nimesema huyo msomi alisema bad leaders are elected by people who do not vote. Na tena ni quote msomi mwingine alisema ya kwamba democracy is not a spectator sport. Sisi wote tunafaa kuingia ndani ya democracy. Tunafaa kuparticipate. Ndio tuseme sasa tuna practice demokrasia. Kwa hivyo haita affect. Mwenye amejisajili kituo kiko na numbers yenye inafaa kuwa hapo. Wewe mwenye utapiga kura sio vizuri. Jisajili na upige kura. Lakini ule mwingine alijisajili na amejitokeza kupiga kura atapata nafasi ya kupiga kura. Na ule mwingine labda atachagua ule leader utaki. Wewe si kura yako ihesabike. Sasa hivyo ndio ina affect sasa. Yes. Hivyo ndio ina affect kwa sababu usipopiga kura ni kama basi umepigia ule ambaye watu wataki ama ule mbaya. Now, kama wanarika kuna ule leader ambao wanataka na hawatapiga, inamaanisha ule leader ataanguka. Sasa ndio maana kama numbers ya youth haitakuja juu kama wengi hawatapiga, itamaanisha wala ule leader ambao wanamtaka ataanguka. Sasa ndio maana nakuuliza the numbers, actually voting is about numbers. Wangapi walikupigia 10, wangapi walikupigia 2. Sasa wao 2 utashindwa, wale wa 10 atashinda. Sasa kama tusiseme wanarika peke yake, kama wa Kenya hawatajitokeza kujisajili, meaning hawatapiga kura, sasa hiyo ita affect basi the 2027 elections. Hiyo ndio swali yangu. Sasa wacha tuiweke hivi karo. You know, tukisema ita affect 2027 elections, it is too broad. Hiyo haitokei vizuri in one way. But what I can see, if they do not vote, kama wasipopiga kura, it affect their choices. Their choices. Yes. Hapo sasa. Yes. It affect their choices. But it affect kura. Kura itaendelea. Mimi nitakuwa kama returning officer. Na ni vizuri kwamba ujue hii kazi yetu, our activities dictate our titles. Kila wakati wa activity titles zetu zinabadilika. Nilikuwa hapa na anaitwa Erastus wakati wa Bumbuni North. Title yangu ilikuwa returning officer. Sasa hii niko hapa na Karo. Title yangu ni registration officer. Kwa hivyo huwa wakati kama returning officer, mimi nitatangaza mwenye wamechagua. So it will affect their choices. Yes. Hivyo sasa ndo nilikuwa nataka. Yes, and their decisions. Yes. Jana kuna mgombea anataka kiti ya governor na senator na aliwaambia mjitokeze kwa sababu nyinyi ndio mnajua wale viongozi ambao
mnataka msipojitokeza kujisajili nani atachagua hao viongozi? Unaona ni kama watawaangusha. Sasa hivyo ndio ita affect. Kama hawatakuja kujisajili, hawatapiga kura. Sasa wale ambao viongozi ambao wanataka sasa wataanguka. Hivyo ndio ita affect sasa. Yeah, that is very true, Carol. It will affect their choices. Yes. Civic education. Munga. Yes. Inasaidia watu aje? Civic education kita kwanza ina create awareness on the registration process. Watu wanajua kwamba kuna hii process ambayo ya enhance ama huduma mashinani ya usajili wa wapiga kura ambayo inaendelea. Kitu ya kwanza, the timelines inaanza lini, inaisha lini, eligibility ndio wewe uweze kusajiliwa kama mpiga kura ni nini unahitaji, ambayo tunasema ni kitambulisho ama passport ya Kenya. Alafu hii huduma inafanyika wapi? Unaona? Sababu hizo kits tumetengeneza kitu ambayo inaitwa kit movement schedule, ambayo inaonyesha ya kwamba usajili wa kura wa sehemu fulani utafanyika sehemu fulani kwa siku fulani kwa masaa ambayo unaona. Kitu kingine, civic education inasaidia na kitu inaitwa it elaborates the process, I explain the process. Ni mzuri Wakenya waweze kujua ukienda pale kusajiliwa kama mpiga kura ni nini inahitajika, what are the processes. Unaona, lazima utaitishwa kama ni kitambulisho, haya majina yako yatanakiliwa, utaulizwa unataka kupiga kura wapi, vidole vyako that's the fingerprints zitachukuliwa, utapigwa picha. Ni mzuri watu waweze kuelewa the procedure. Kitu kingine pia, it also creates a peaceful process. Nafikiri kama through civic education hatujakuwa na ile kitu inaitwa, hatujakuwa na kama for example kama hapa Machakos, hatujakuwa na vurugu. Kumekuwa tuna a very smooth process, sababu watu wanajua ni nini inaendelea. Na pia hii huduma wakati inakuja mashinani ama wakati tunafanya kitu inaitwa door to door registration, wale clerks wetu wanaweza kujitambulisha kwamba wanafanya na tume huru na wako pale sababu ya process of registration. So through that nakuta hakuja kuwa na ile vurugu. Alafu kitu chengine pia tunasema pia inawarai watu ambao ni marginalized waweze ku participate in the process. For instance, kuna watu wanaitwa, kuna wale youth, we have women, we have watu ambao wamelemaa sababu sengine wanaona kama wametengwa. Alafu pia kuna the rural populations, kuna watu ambao wanakaa kule ndani ambapo tunasema ni mbali kidogo na maybe na maendeleo. So watu kama wale pia tunaweza kuwafikia, wanaweza kujua, alafu wanajumulishwa, because the whole process should be inclusive. Yes. Okay. Turudi kikamba kidogo. Yes. Ndene wa process ya kuandikithia andu. Eka kwitha andu matethame na interest kana sindu samdo. You physically pe mundu aisa oko kethila ni wetha atekuelewa kila kiende kana yuni mathina meba. Eka kuandikithia mukwata ndene wa andu asu ukethia ni matatizai uthukumi wenyu wa kila muthenya. Kana kila mwenza wa mukano mundu ma softly gukeso kaba tena kaukaishu kaumililo ko. Asante. Kindu kila ndona kwasia. Kindu ki tukwita civic education. Ni very specific to meet a voter education. Mundu ni masomo kwa chao kwa voter. Ni tutevese muno ukesa hivi atuina challenges. Challenges ila tutona kuitha nasio. Ona konisi ni kuelezea ni chao nundui. Kindu chambe ni tusewitie movement schedule. Movement schedule isu timesambaza kwa social media, through my chief, through makanisa, ukezaidia kiti nikisikie muthenya muna kikethaba. Haya, kindu cha keli tuina alama ekwitwa voter mobilizers. Voter mobilizers asu makampani ya clerks isu ona before i clerks itanathi balasi ya ile kuandikithia andu. Ni manena before makaelezea muthenya munai kiti kikethaba nai tuketha tuyandikithia andu. Haya, na nitutumite siana ila locals ukeza thienda ni lugha nimekueleanwa.
okay tuya Gen Z isi tusiana tuwe yetu okay thia no sikwe mwaniki kamba lakini tutumite the locals okay saidhia eva ni mundu woka kituo ni mundu mkuu ni maeleano lugha aya kenda ni mundu utesi usoma na kuandika ni wagaidiwa meza accordingly na lilikana kana tuika registration na ka gadget gadget isu yeta wa Kim's kit kit kiu no ukakuja ni clerk kina aya na kenda na be form tusu asia kenda tutona kuandika na kusoma ni ukukusu isia form isu lakini ndini wa Kim's kit pe bala wa elotic kana ukasia eligible vote ojo datona kusoma na kuandika nikenda ikeda jielewekete wena amusu isia form niki mundu niwe wa ile kuijusu isia chao form kwa changamoto ila tutona kwasia tu face yete Nisusi ya ukesaidia hii andu ema kwa tene na especially this season nisi tunaambua nesa kuwa ndo ingi ema kwa tene chauni miundani lakini hii challenge chutu ikisa maundata tuigibaka maundani okay na tukaukulia musirasa ndithiwose kibandi tukakuandikithia haya endani kanisani tuyanse muthina muna kuwe ibande tikethe kanisa ena endani mathikoni muthina muna mathiko mayarangwa nai IBC kethapo kwa challenge ile tutona kwasia zo no isusi ya kwitha o voter apathy ukethia mundu ti interested lakini tukati sio ma convince siana isu tuandikite ni tunaisomithisi customer service undu ito no bikia chao vote osu ukeza ate ina interest ni wasenzi ya mawazo make ve rumors andu meukia muno ku na tuike yo newsini pe ndo mama na asasia pe na usakwani munini watu waiwe ku kambani na ndo mena wia wakwasia maybe isu na ya way of rigging elections ya 2027 ila mwathi ko miundani na mwethi andu mayema nimewa maybe mweta na ni mwetha na a way of nikenda andu maikone tame ukengwa maybe pura so with my case so kuna ando mana asasia paate kunie usakwani umu nino kwa tutaketi kilo kuna kura 2027 nondwa maybe vitu hakuna ya mwiso tutaka hakuna you for example la mwe field mwe mweta rutoto mwasa methe la meundani ni mwetha mwe undu mutona kumanyithia andu kana ithe twi IBC officials kana anybody ekito maybe ongwasia black and white akito gadget muto manani sieva aileta kuiku convince andu aso kana umite kwa IBC or how do they get to know kana ma identify kana kweli ani IBC officials asante clerks ila si mashinani sio ndeni branded ni make it reflector jacket okay na make it reflector jacket isu sindile sio ndeni udhuku nasio sina logo yitu onayuno kuona noko ni kuita kindu kina logo yitu haya nyitinyo ndiekete IBC kwa uno makati se ku present for visibility na for trust na kindu kingi still ngenda kuongela karo sio mimi sio tuini wewe akaitembe mbona ona mwana angania mbona ona mwitu angania haya ekani sio kebu kwa usakwani munini ni ndo manivya Kenyans kana no sio kwitha mwi informed ngewa ya usakwani munini unaiwasiama na IBC ndio usika na usakwani wasiama any party primaries it is not the mandate of IBC regisela mana atumia teimesi haya nini na kwati andu makoko bisi ni makaambia mbona ne waindika laka samuni na ya mundu kwangelesi wa umapa ni usakwani wachao ni wa IBC ya wetwa bandu ayi na nenge yundo ongelesi wimbia ndo register ni yiba na ndi mimi sia verify portal yitu ndi mwenda bya ID number yako na mwaka wako wo siawa niwo najua imbia kasamuni keba kuni nina atatiye ku manivya Kenyans kana party primaries kana usakwani wasiama sisi atuhusiki kabisa hiyo ni biashara nyingine tofauti na atuijui kwa hivyo Kenyans we the more informed kana ailingi yito na siama are just our customers tisawa but they do their business independently na siama me under kinduketa wa institution yeta wa ORPP Office of the Registrar of Political Parties pau usume we mwene wa siama hivi siama ni clients situ
tukunithie kula kenda we wa chama kana kenda we independent kwa uke weme ya usakui munini unaende tuye kuhusika register yitu iko intact na tutakuwa identify nayo 2027 August muthenya wa kula. Tukumbushe wakati ambapo mtu anaenda kujisajili anafaa ende na nini na nini, ndio mtu asikuje tu nimekuja kujisajili. Wakati mtu anakuja kusajiliwa kama mpiga kura anafaa kuja na original identity card ama aje na original valid Kenyan passport. Okay. Yes. ID kana kwa kubi kibande kana wakitekeo original valid Kenyan passport. Isu Kenya ndo gatatu mutia. Ndio wazetu valid passport. Toye the passport ya bandu bandi. But valid Kenyan passport. Na original identification card. Yes. Usikuje na photocopy. Tio meuko. Kana vita wa meo scan. Ndukatete ukayo. Mwani nesema na kana vyandu mateu. Epe tulatu kadi tuwetu watu wa huduma. Ndio sika na notulili kana. Tulatu koma. Lakini mundu ni uenda anakuwa kasi. Ntomona hato ibande. By the way, remember someone was sent away. Nuriwa keti cho kibande na ndicho woka nacho. So no uso disi tuweta watu huduma kana tuweta watu tubande twa gwiti nanga ndo mauso ite muno. Ukenda ni waji nako. So menge kibazo kana cha kibande nakauka ika huduma so maundu neli enda na kibande original kila kibande chako kitechumia photocopy na kethi wawe na passport itwa valid Kenyan passport ndukaiso thina sindu cia kuno ndo isa kwisajili kana ndo isa kwiyandikiria tamukoni wa kura mundu Alice na mabo wange mekonia indi wandikiria yukindu kilando na kwasia kikometi wandikithia ni kana ekani tungilile kenda ni ukwenda usenzia kula yaku ume kundu wai na nuthamie wo kama saku vi obisini wa masaku ukasenzi kula yaku na kenda uthamie mwala kana uthamie Kisumu vi obisini usu wa Kisumu ukasenzi kula yaku haya kindu kingi ndo nakwasia ni kila kikuthela ni enhanced continuous voter registration kana kila na meta quote and quote huduma mashinani siana hizi kati se kuandikithiandu sie mashinani nisio exercise yo ikuthela uni lakini ya thela uni nitukwendea kuandikithania maobisini the Kenya the 290 IBC offices in Kenya uandikithania nukwitha wende na kindu cha katatu lilikana kana uandikithania uthela 90 days to election day. Continuous voter registration itakuwa inaendelea kwa maofisi na itaisha 90 days to election day. Tuende ondu mwende na kuakwaya IDs ondu wende ukwata kibande liko obisini wiandikithie wikale wikandi na ndisika na ndo utono tutabia ndini wa the 8 wasito cha constituencies. Yes. Kana nuto no tutabia iyo bisi balasi etambelelie ba masako na ende mundu munga na ke tutabia ba kadhiani ofisi za IBC ziko wapi pale sababu unajua kuna ule mtu bado hajajisajili alafu anasema sasa kama mnamaliza hiyo exercise kesho ya hawa huku mashinani mimi sijui hiyo ofisi iko wapi ya Machako ziko wapi na labda kama unajua zingine tueleze ziko wapi ofisi wa masaku we baba bakubi na ofisi wita wa county probation office kana bio ofisi utembelea wa muno wa kuregister ikundi kana ofisi wa siana we paundi ni wa area isu ya county probation office nukuona ngoloba yitu nukuona ofisi witu munene ni mwe na we nebati ya green na ni muandike na maandiko manene Machakos County and Machakos Town Constituency offices paundi bobe ofisi wa masaku aya maofisi ya langi mekundu kibathukani Tayata wiki dhimani mwala we makutano pe matungulu pe kangundo lakini wadi kambini wa website yitu nukwithia location sionde cia maofisi Kenya balayi Marvin unaweza sema ofisi ya Kathiani iko wapi? Ofisi ya Kathiani kama bado watu wengine utuambie ziko wapi? Ofisi ya Kathiani IBC iko katika DCC compound. Ofisi ya DCC na iko karibu na polling station ya Kathiani. Aya, ofisi ya polling station ya Kathiani iko wapi?
Iko wapi polling station? Police station. Police station. No, police station. Yes. Uko juu. Pale juu. Pale juu. Yes. Pale karibu na soko. Ukishamaliza soko ya Kathiani ukipanda Machakos. Ukipanda, ukitoka soko kama unapanda kama unaenda Kathiani Girls. Kathiani Girls, yes. Kuna hiyo junction ya kwenda Machakos na kwenda Kathiani Girls. Yes. Polisi iko pale kwa kona. Iko mbele, unapanda hapo juu kidogo. Unapanda juu kidogo. Yeah, kama unaenda. Alafu kuna barabara ya kwenda Mitaboni. Yeah, iko tu hapo tu juu hapo. Iko hapo tu hapo. Polisi hapo. Yes. Ukienda polisi hapo useme unataka ofisi ya ABC iko hapo. Iko hapo. Sasa unafika kwa ofisi ya police station kwanza. Alafu ofisi ya DCC, that is Deputy County Commissioner, iko tu hapo juu. Iko hapo tu juu. Sasa ofisi imekuwa located pale. Okay. Ofisi ya Mwala iko pale nasema makutano ya Mwala, karibu pia na police post ya Mwala. Iko karibu na mkabala pale. Okay. Masinga iko Masinga pale town. Masinga pale town. Kama ni Mavoko iko ofisi ya IBC iko pale kwa DCC. Pale Mavoko, ofisi pale iko pale. Ni vizuri wajue mahali hizo ofisi zipo. Kwa sababu kuna ule kwanza hapa Machakos, kuna wakati walikuwa kule Miwani. Sasa ni vizuri wajue walihamisha. Ofisi ziko hapa town, na ni vizuri pia mtazamaji uangalie ujue ofisi ya IBC iko wapi, kwa sababu from kesho hautaona hao clerks huko kwa vijiji wakikuuliza kama unataka kujisajili, lakini hiyo imaanishi kuwa tumefunga hiyo process. Unaweza enda kwa ofisi ya IBC. Kumbuka inaisha 90 days before the general election. So you can keep on unaweza endelea kuregister. Ndio maybe hata kama this time hutapata, utakuwa na hiyo kadi ya kupiga kura for the next election, that is 2032. Mambo ingine mimi ningependa kusema kwamba kuna watu wengi bibi wanafikiria atupeani it's not a voter's card. It is just an acknowledgement slip ya kuweza kukukumbusha kwamba kitu kwanza wewe ni mpigaji kura na unafaa kupiga kura wapi. Kwa hivyo hata ile slip ikipotea, si kumaanisha hawezi kupiga kura. Kwenda kupiga kura, utaenda kupiga kura ukiwa na kitambulisho. That is the document used during initial registration. Kama ulitumia kitambulisho kusajiliwa, utaenda tu na kitambulisho peke yake. Hautaenda na ile acknowledgement slip. Najua watu wengi wanafikiria sasa hiyo ndio kura. Hiyo si kura. Hiyo tu ni kukukumbusha kwamba wewe umesajiliwa na umesajiliwa katika kituo kipi. Kura iko kwenye mitandao. Kwenye mitandao. Ndio mtu asikwambia nimekuja kujisajili, sasa nipeni kura. Tukishachukua details zako ile siku unaenda kupiga kura tunakujua. Ama system inakujua. Yes. Na si hata wale wengine waliojisajili kitambo bado wako kwa system. Ile tu mnajaribu kurecruit in a way the new voters. New voters. So mtu asitishe kura. Alice. Hii inaitwa acknowledgement slip. Tuna acknowledge ya kwamba umekuja tukakusajili. Hata hii wakati wote umesikia hapa tukiwa Karo, hatujasema endeni mupewe kura. Tunasema endeni mujisajili. Hiyo ndio lugha tunayotumia. Kwa hivyo kura yako ni number 1, your ID card or your valid Kenyan passport, and you yourself. Lazima wewe mwenyewe ujipresent ile siku ya kupiga kura, uwekewe kidole yako. Na katika huu usajili umesikia ya kwamba tunachukua watu macho. That is just an additional biometric. Mnachukua watu macho. Tunakupiga picha na tunakuchukua picha ya macho hivi. Mnapiga macho, si kuchukua tunapiga macho. Tunapiga macho. Okay. So hiyo ni additional biometrics. Kuna vile watu wanaendelea ku-age, the prints, zinaisha. They fade. The fingers become very soft. Kwa hivyo anaweza kuweka kidole chake asipop up. So we have additional measures. Tuko na uso wako na tuko na macho yenye tulipiga picha. So utatokelezea. In all those features hatuwezi kukukosa. Yes. Na wale ambao wana shida ya macho, walio na shida ya macho, actually it is not mandatory to capture the iris. It is not mandatory.
The commission put it very clearly that if you are not comfortable with it, wachana nayo. Yes. Unajua kuna watu kujisajili. Wachana na hiyo stage ya kuchukuliwa macho. Unaweza tumia fingerprints bado. Fingerprint is mandatory. A photo is mandatory. The iris. That one you can choose. You know, we take fingerprints and we take your photo, alafu iris. It's another step. Iris. Yes. Yako yezi fanana ya mtu mwingine. Very unique. Very unique. Very unique. Yes. Kama tu fingerprint. Very unique. Unaogopa nini isifanyike? No, it is just additional measures. Unajua vile nimesema hizi zina fade away. So tutafanya nini? Haya. Alafu pia uso wako unabadilika. Ni kweli. Lakini kitu hizi badilika ni iris. Ndio usipiga mara mbili. Ukishapiga mara moja, that's it. Hata our structures are watertight. Are watertight. Hiyo story ya kupiga mara mbili, those are just perceptions. Yes. Our system is watertight. Yes, IBC ndika tu balucha. Twende tukete kuna twase. Hizo ni failure ya IBC. So far mmefika because I know it is not all about kujisajili. Kuna mambo mingi ambayo unafaa mfanye. IBC ndio amo balucha suo no maka. Onomu ndio amo balucha. Ndio amo balucha IBC. Ni perceptions ya Kenyans. Now that is what we are fighting with the voter education. Perception. Mungu tu twatata osise structures ila si yake tuone. Kula si vile la kituoni chu. Agent baya ni wako na visa form 34A kama kwa 34A ni famous. Ni wako na visa. Kuna visa hii. Already ona nyemita linsenda ndika abi kiwa ni results. Si a polling station si da ipeverukie kuonza veni sionde. Mundu wa visa isu. Yuko andabye. Uwa ni ngweta wa 34A ya polling station no kenasye nganya akwata kula ile kwete 50. Tikenyeno. Kuna tikenyeno. Kati muendea upoko umemuzeo towards 2027 elections. Masaa inaenda Munga, ongelesha wa Kenya. Tunaelekea 2027 elections. Wewe kama msajili unataka kuambiaje? Mimi kama msajili wa kura ningependa kuwarai vijana wote na Wakenya ambao wame qualify kuregister as a voter waweze kujitokeza, waweze kusajiliwa, na si kusajiliwa peke yake. Ikifikia mwaka wa 2027 pia waweze kujitokeza kwa wingi na waweze kupiga kura. Watu wasinungunike wakisema kwamba viongozi wao waangusha ama let down. Wacha wenyewe waweze kujitokeza na kuchagua viongozi ambao wanaona wataweza kuwasaidia. Hilo ndio ombi langu. Asante. Alice, unawarai aje wa Kenya? Mimi ningerai wa Kenya wajiandikishe na wajitokeze kupiga kura. Gen Z jitokeze, uko kadi, tuseme ukadishwe, uwe kadi, upige kura. Mambo ni matatu. Na hii serikali mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Jitokeze, ukadishwe, uwe kadi, upige kura. Usikadishwe na usikose kupiga kura. Yes. Hiyo haitasaidia. Haitasaidia. Wow. Ndeto nzena ili mwesise mwendo wako wa kulitwa asiokethia. Nini zino wako atokendo. Ketha wina 18 years. Manda na kuyandikithia tamukuni wa kura. Mutongo yusu kwenda kusakua. Uzo mwako musakua edha wina kura. Ndukege kindu neweke yitwa chau ignorance disi watu metamu yeba. Ukethena patapati. Ukethia yani no wisi no winosa. Wadhimu kuna kura ndono kakibande no yase no uni. Ni muima uni ngathingi ni uko kadi. Kama hauko kadi, kadishwa ndio upate kupiga kura 2027. Na ende usuni wa mudia wa Kilungu kitu cha omunde cha amuka waita waninye Caroline Mwenu wa Muteti na ende tena maobisama IBC ni kwate no wasomo kindu. Telia nengi mwendo ni wasamonza unengelele bilingi wa mavo na kwa oyu tiwanesa. Inu ni Mutongoi TV.